Inua mikono yako juu, anza kumshukuru Mungu. Mshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Mshukuru Mungu kwa kazi ya msalaba. Mwambie Yesu asante. Mshukuru Mungu kwa matendo makuu aliyokufanyia. Mshukuru Mungu kwa kinywa chako. Baba, tunasema ni asante kwa neema yako kuu katika maisha yetu. Tunasema ni asante kwa fadhili. Tunasema ni asante kwa ukuu wako. Tunasema ni asante kwa mauti ya msalaba, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo. Mioyo yetu imejawa na shukrani kwa kazi kubwa ya msalaba. Msalabani ulibeba dhambi zetu, ulibeba magonjwa yetu, ulibeba masikitiko yetu. Baba, tunasema ni asante kwa neema yako ya pekee na kwa baraka zako kuu. Sante kwa uaminifu wako. Sante kwa uzima umetupa. Sante kwa nuru umetupa, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Jioni nyingine tena watoto wako tuko mbele zako. Tuhudumie tena jioni ya leo. Sema na sisi jioni ya leo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Rikataramanderebosa. Roho Mtakatifu, tunakukaribisha. Teremka na uwepo wako na nguvu zako mahali hapa, na wingu lako la uponyaji katika ibada ya jioni ya leo. Ni ibada ya uponyaji, ishara na miujiza. Kajidhihirishe jioni ya leo, ukithibitisha kazi ya msalaba kwa kuponya watoto wako magonjwa na madhaifu ya kila aina, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Yale mateso yamekaa kwao kwa miaka, riko satarabaderebosa rakata ya mandelebosa riko korobo shata ya mandelebosa. In the name of Jesus. Karibu Roho Mtakatifu, tufundishe watoto wako, nasi tuko tayari kusikia, katika jina la Yesu Kristo, na kila mmoja aseme amen. Naomba tukae. Praise, asante. Naweza kurudi. Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, Bwana asifiwe. Haleluya. Mwambie jirani yako, karibu kwenye kongamano. Mwambie tena, leo utaponywa kabisa. Hajasikia, mwambie leo utaponywa kabisa. Mwambie yale mateso uliyoyaona jana, baada ya ibada hii hautayaona tena. Kama unaamini hayo, pigie Yesu makofi mazuri. Amen. Watu wa Mungu, tuko kipindi cha Kwaresma na tunajifunza masomo ya thamani mno yanayotokea pale msalabani. Na kichwa cha somo cha jioni ya leo ni ukombozi katika damu ya Yesu. Kichwa cha somo, ukombozi katika damu ya Yesu. Ukombozi katika damu ya Yesu. Lengo la somo la jioni hii ni kutafakari maeneo damu ya Yesu ilimwagika na ukombozi uliofanyika. Lengo la somo ni kutafakari maeneo damu ya Yesu ilimwagika na ukombozi uliofanyika. Kwa hiyo damu ya Yesu ilimwagika kwenye maeneo tofauti tofauti, na kila eneo ambalo damu ilimwagika kuna ukombozi ambao damu ya Yesu ilifanya kwa ajili yetu. Tunapoweka msingi wa somo la leo, nataka tuanze kutafakari maana ya neno ukombozi. Maana ya neno ukombozi. Ukombozi maana yake ni fidia au mbadala. Ukombozi maana yake ni fidia au mbadala. Kitabu cha Marko sura ya 10 mstari wa 4. Kitabu cha Marko ile sura ya 10 mstari wa 4, Biblia inasema wakasema,
Marko 10:4. Naona mstari wa hujatunzwa vizuri. Tuangalie Mathayo 20. Mathayo 20 mstari wa 28. Biblia inasema, kama vile mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Kwa tunaanza kuona mstari huu unafunua kusudi la Yesu kuja duniani. Biblia inasema kusudi la Yesu kuja duniani, hakuja ili atumikiwe. Alikuja ili ayatoe maisha yake yawe fidia ya wengi. Alikuja ayatoe maisha yake yawe fidia ya wengi. Sasa tunapozungumza kwa habari ya fidia, fidia ina tafsiri kama mbili. Fidia maana yake ni malipo yanayotolewa ili kununua kitu fulani. Ni malipo yanayotolewa ili kununua kitu fulani. Fidia ni malipo yanayotolewa ili kununua kitu fulani. Au fidia ni gharama inayolipwa ili kupata kitu fulani. Ni gharama inayolipwa ili kupata kitu fulani. Unisikilize vizuri. Kama mtu amechukua kitu chako, labda amechukua TV, alafu nasema kwa kuwa ninakudai shilingi 100,000 na umeshindwa kulipa 100,000, nachukua TV yangu. Atakana hiyo TV siku zote. Na ukitaka kuirudisha TV kwako, manake ukitaka kuikomboa, kuna gharama utalipa ili uweze kukomboa TV yako. Nisikilize vizuri. Na Yesu alipokuwa anaenda msalabani kwa ajili yetu, alienda msalabani na akapata mateso aliyopata. Lengo lake ni ili kutoa maisha yake yawe fidia kwa ajili yetu. Na damu yake iliyomwagika msalabani ilikuwa ni risiti ya malipo aliyolipa msalabani. Kwa hiyo tunapoimba kale kawimbo kwamba alilipa deni zetu na hatudaiwi tena, tunachomaanisha ni kwamba alilipa deni la umaskini, alilipa deni la laana, alilipa deni la magonjwa, alilipa deni la aibu, ili sisi tukae katika afya. Na risiti ya malipo ni damu ya Yesu iliyomwagika msalabani. Nisikilize. Kwa kawaida mtu akikulipia kitu dukani, unapoenda kuchukua kitu chako, yule muuzaji au mwenye duka, kitu pekee atahitaji kutoka kwako ni risiti. Ukimwonyesha risiti ya malipo, ataachilia bidhaa uliolipiwa mkononi mwako. Na unisikilize, unielewe. Na Yesu alipoenda msalabani, ile damu yake iliyomwagika msalabani inatupa uhalali wa kudai kila ambacho Yesu alifanya kwa ajili yetu. Inatupa uhalali wa kudai uponyaji wetu, kudai baraka zetu na kudai uzima wetu kwa kutumia damu ya Calvary. Bwana asifiwe. Sasa unisikilize. Kwenye Biblia tunaona kuna maeneo 7 ambayo damu ya Yesu ilimwagika. Yako maeneo 7. Eneo la kwanza, damu ilimwagika kwenye bustani ya Gethsemane. Eneo la pili, damu ilimwagika kichwani. Eneo la tatu, damu ilimwagika kwenye mikono yake. Eneo la 4,
damu ilimwagika kutoka kwenye ubavu wake. Eneo la 5, damu ilimwagika kwa kufilia ndani. Eneo la 6, damu ilimwagika kwenye miguu yake. Na eneo la 7, damu ilimwagika kwa mapigo yake mwili mzima, damu ilitoka. Na jioni ya leo nataka tutazame maeneo mawili, alafu wiki ijayo tutaendelea maeneo mengine. Eneo naotaka tutazame jioni ya leo ni damu iliyofilia ndani ya mwili wa Yesu. Damu iliyofilia ndani ya mwili wa Yesu ni shule muhimu sana. Kitabu cha Isaya 53, Isaya 53 ule mstari wa 5. Isaya 53 mstari wa 5, Biblia inasema, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake. Nataka kipengele cha kwanza, anaposema alijeruhiwa kwa ajili yetu, alijeruhiwa kwa ajili yetu, nisikilize. Lile neno alijeruhiwa, ukisoma kwa Kiingereza limeandikwa he was wounded for our transgression. Kuwa wounded kwa Kiswahili ambacho sio rasmi, maana yake ni kufiria. Ni kama vile mtu anayetembea peku, kwa bahati mbaya ukajikwaa, damu itatoka lakini haitokei kwa nje. Au mtu aliyekuwa anagonga kokoto, unapogonga kokoto kwa bahati mbaya ukagonga kidole, damu itatoka lakini itafilia kwa ndani, kwa inatengeneza kitu cheusi kwenye kidole chako, haitokei kwa nje, lakini damu imetoka. Nisikilize vizuri, ile damu iliyotoka ikafilia ndani ilikuwa ni kwa ajili ya kutukomboa na urithi mbaya wa familia zetu. Ile damu iliyofilia ndani ilikuwa ni kwa ajili ya kutukomboa dhidi ya urithi mbaya wa familia zetu. Nisikilize, kuna vitu tumelisi kwenye familia, vingine ni vizuri na vingine ni vibaya. Na kuna watu wako hapa wamelisi tabia fulani kwenye familia. Wengine wamelisi tabia ya uzinzi, wengine hasira, wengine kiburi. Ni kitu cha familia. Umeokoka sawa, lakini kuna aina ya tabia ambayo kila mtu kwenye familia anapigwa na hiyo tabia. Na kuna watu wengine wamelisi magonjwa fulani. Kuna aina ya magonjwa kwenye familia ya kwenu yamekuwa ni kama usafiri wa familia. Kila mtu anayeondoka kwenye familia, kila anayekufa, usafiri wake ni ugonjwa huo. Na kuna wengine ni pressure, kuna wengine ni sukari, kuna wengine ni TB. Ni aina ya magonjwa ambayo yamekuwa kama usafiri, na kila mtu kwenye ukoo anakufa na hayo magonjwa. Na kuna watu wengine ni hali fulani, wengine ni umaskini, wengine ni madeni. Sikiliza, ziko familia kitu cha madeni, fuatilia vizuri, ni kitu alipitia babu yake. Ukiangalia baba yake alipitia, na unaona na yeye anapitia. Usichukulie ni jambo la kawaida, ni kitu cha urithi. Nisikilize vizuri, damu ya Yesu iliyofilia ndani, kazi yake ilikuwa ni kwa ajili ya kuweka full stop, ili yale mateso waliopitia ndugu zetu, familia zetu, ukoo wetu, uchorwe mstari mwekundu, yasiruhusiwe kuja upande wetu. Haleluya! Kwa hiyo kuna vitu ambavyo ukoo ulipitia, familia ipitia. Kwa ile damu tunayo nafasi ya kuweka ukomo kwenye ulimwengu wa roho, kwamba hii hairuhusiwi kuja kwangu, kwa watoto wangu na kwa ukoo nilio nao.
kanda bayandish. Angalia kitabu cha Kutoka ile sura ya 12 mstari wa 12 na wa 13. Biblia inasema, maana nitapita katika nchi ya Misri usiku huo, mimi nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, wa wanadamu, wa wanyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana, na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazo kwenu. Nami nitakapoiona ile damu, nitapita juu yenu, lisiwapate pigo liwalo lolote likawaharibu nitakapopita katika nchi ya Misri. Nisikilize tena. Mharibu aliyekuwa ametumwa kuharibu watu kwenye nchi ya Misri alitumwa kupiga kila mtu, haijalishi ni Misri, haijalishi ni Mwisraeli, kuua kila mtu. Nisikilize vizuri. Kilichowazuia Israeli wasipigwe, wasiuawe, ni damu ya mwana kondoo iliyowekwa juu ya miimo ya nyumba za Waisraeli. Sasa unisikilize. Ile damu iliyowekwa juu ya miimo ilikuwa ni damu ya fidia. Ilikuwa ni mbadala wa Israeli kufa. My God, my Lord. Listen to me. Kwa hiyo mharibu alipokuwa akiona ile damu, alikuwa anajua kwenye hii familia tayari kuna mtu kafa. Lakini ukweli ni kwamba hakufa mtu. Kilichokuwa kimekufa ni mwana kondoo, na mwana kondoo alikufa kwa niaba ya Israeli ili Israeli wasife. Na hiki ndicho kilichotokea msalabani. Yesu alijitoa kama mwana kondoo wetu ili afe kwa ajili yetu, na alikufa kwa ajili ya mengi. Alikufa kwa ajili ya umaskini, alikufa kwa ajili ya madeni, alikufa kwa ajili ya magonjwa, alikufa kwa ajili ya laana, ili yale ambayo watu wote kwenye ukoo wamepitia usipitie kwenye maisha yako, uweze kutembea katika baraka na neema ya Kristo Yesu. Jamani, haleluya, haleluya. Nisikilize. Kwa hiyo mauti ya Kristo na damu yake imeweka ukomo rohoni wa magonjwa juu yako, wa laana juu yako, wa mateso juu yako. Sikiliza, ule ukomo umewekwa rohoni. Kwenye ulimwengu wa kimwili bado unapitia hiyo hali, ingawa uko ndani ya Kristo. Unachotakiwa kufanya ni kuiamini kazi ya msalaba na kuanza kukiri kwa imani kwa kinywa chako kwamba Kristo alikufa ili kuweka ukomo wa magonjwa ya ukoo. Unapokiri kwa kinywa chako, ni kama vile unadhihirisha ule ukomo ulio rohoni utokee mwilini. Yaliyotesa watu wengine kwenye ukoo yasiruhusiwe kuja kwenye ukoo wa kwako na familia ya kwako. Haleluya. Nisikilize. Urithi wa familia na wa ukoo ni kitu kinachopiga kila mtu. Yale magonjwa au hali ya ukoo iliachiliwa kwenye huo ukoo ili iue kila mtu. Haijalishi umesoma, haujasoma, ni daktari, ni nesi, imeachiliwa ili ipige kila mtu kwenye hiyo familia. Sasa sikiliza. Usalama wa maisha yako ni kuitumia damu ya Yesu iliyokufa msalabani kwa niaba yako, ili wewe usipigwe na hayo magonjwa. Nilikuwa namsikiliza baba mmoja, ni mtumishi mkubwa Nigeria. Familia ya kwao, ametoka kwenye familia ya kichifu. Kwenye ile familia, miaka ya nyuma walikuwa na kawaida, akifa chifu wanamzika na mtu mwingine mzima ili amsindikize chifu. So wameendelea na huo utaratibu miaka na miaka. Ulipofika mwaka mmoja, chifu akafa. Wakamchukua mtu wa miaka 47 kwenye ule ukoo, wakamzika naye.
Walipoanza kutupia udongo kwa kaburi, yule mtu akasema, kwa kuwa mnanizika mimi, familia hii na ukoo huu, hakuna mwanamke wala mwanaume atakayevuka umri wa kwangu. Kila mtu akifika umri wa kwangu atakufa. Tangu wakati huo wamekuwa nazika watu, kifika 47 wanakufa, kifika 47 wanakufa. Sasa huyo mtumishi mkubwa sana, imefika miaka 46, dalili zilizobeba wengine zimeanza kutokea kwenye mwili wake. Ameanza kusikia zile dalili zilizobeba wengine. Alipoanza kutafakari juu ya kazi ya msalaba, aligundua ya kwamba Yesu alikufa ili kusitisha mambo ya urithi wa familia yasije huku kwake. Oh my God. Aliamua kuanza kusogea madhabahuni na sakramenti ya meza ya Bwana. Anakunywa sakramenti ya meza ya Bwana na anakiri kwa kinywa chake, ninakataa mauti ya ukoo. Yesu ulikufa msalabani ili kilichopiga watu kwenye ukoo wa kwetu kisitupige sisi. Ninafuta ule mkataba, nafuta yale matamko na maagano yao, hayatakuja kwetu. Watoto wangu wataishi, ukoo wangu utaishi, na mimi nitaishi. Amefanya namna hiyo mwezi mzima, zile dalili zikaondoka zote mwilini mwake. Alafu amefika 47, hajui. Ana miaka 49 ndiye anakumbuka, kumbe niliwahi kuomba maombi namna hii. Ameifuka 47, ameifuka 48, na sasa hivi ana miaka zaidi ya 60. Kana mashataya. Waliokufa kwenye ukoo wako wanatosha. Wewe hautakufa na huo ugonjwa, hautakufa na hiyo laana, hautapigwa na hiyo mapigo, kwa jina la Yesu aliye hai. Tumpe Yesu makofi mazuri. Haleluya, glory. Kitabu cha Petro wa kwanza, ile sura ya kwanza mstari wa 18. Petro wa kwanza sura ya kwanza 18. Biblia inasema, nanyi fahamuni kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au kwa dhahabu, mtoke katika mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kwa baba zenu, mlioupokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya Yesu ya thamani, kama mwanakondoo asiye na ila wala mawaa, yaani Kristo. Napenda sana Petro alivyoanza kueleza. Anasema fahamuni. Sikilize watu wa Mungu, kwenye ufalme wa Mungu vitu vya Mungu vinapokelewa kwa ufahamu. Ni wale walio na ufahamu wa vitu vya Mungu ndio wanaoenjoy ufalme wa Mungu. Ukienda kanisani na haufurahii maarifa, kuna vitu utakosa kwenye ufalme. Nisikilize tena, unachokijua kwenye ufalme kinakupa mamlaka ya kutawala. Usichokijua kwenye ufalme kinakutesa. Kwa hiyo kuna mateso mengi kanisa tunapitia, watu wa Mungu wanapitia, na tunapitia mateso hayo kwa sababu hatujui. Kwa hiyo kila wakati unapoenda kwenye mafundisho na semina kama hizi, msukumo wako wa kwanza na kiu yako isiwe kuombewa kwanza. Kiu yako iwe ni kupata maarifa, kupata kujua cha Mungu. Kwa nini? Maarifa yatakupa vitu viwili. Jambo la kwanza, maarifa yatazaa imani ndani yako. Unaposikia, yatajenga imani. Kwa hiyo tunapoomba kule mwishoni, imani yako itapokea upako na itakutendea kwenye maisha yako. Lakini jambo la pili, maarifa yatakupa kujua cha kufanya, ili kesho ukikutana na hali kama hiyo, hata kama sio kwako, ni kwa mtu mwingine,
utatumia ufahamu uliopokea madhabahuni kushughulikia hilo tatizo. Kwa hiyo tukikutana mahali kama hapa, utaniambia mtumishi, hiki ndicho ulichonifundisha, na huyo mtu nilikutana na hali ya namna hii, nilitumia maarifa haya kuleta matokeo. Huu ndio ushuhuda. Nikipata Wakristo wa namna hiyo, takuwa tumepata watu wa thamani watakaoleta matokeo kwenye madhehebu yao, matokeo kwenye makanisa yao. Petro anasema, fahamuni mlikombolewa si kwa fedha wala kwa dhahabu, mtoke katika mwenendo mlioupokea kwa baba zenu. Mlikombolewa, mtoke katika mwenendo wao. Kwa hiyo inamaanisha hao watu, ingawa walikuwa kanisani, kuna mwenendo walipokea kwa baba zao na kwa mama zao, na ule mwenendo unaasili maisha yao. Wengine walipokea tabia fulani, wengine walipokea hali fulani, wengine walipokea ugonjwa fulani, na unaishi ndani yao. Wameupokea huo ugonjwa, na kwa bahati mbaya sana, watu wakiwauliza, ndugu pole, hii tabia inakuaje? Unaanza kujisemesha, kisikusumbue ndugu, hii tabia ni ya ukoo wetu. Ugonjwa huu sio wangu tu, ni kitu cha ukoo, ni kitu cha familia, kwa sababu ndugu zetu wote wamepigwa na hiyo hali, wamepigwa na hiyo tabia. Nisikilize vizuri, ukishaanza kusema ugonjwa huu ni wa ukoo, maana yake unaliamsha agano la baba yako na agano la mama yako liwe na nguvu juu ya maisha yako. Kwa sababu kati ya kitu unachotakiwa kujua, ukishazaliwa mara ya pili kwenye ufalme, umehamishwa kwenye maagano ya baba yako na mama yako, umeingizwa kwenye agano la Kristo. Wewe sio wa maagano yale tena, wewe ni wa agano la Kristo. Ni mzao mteule, ni mwana wa kifalme, ni ukohani wa kifalme, ni mtu wa nyumbani mwake Mungu. Wenyeji wako sio duniani, wenyeji wako ni mbinguni, wala sio duniani. Umetolewa kule uingize ndani ya Kristo. Ndugu zako wote kwenye familia yao wanaweza kupitia magonjwa ya ukoo, wanaweza kupitia hali ya familia, lakini kwa kuwa kwenye ulimwengu wa roho hauna agano na wao, una ujasiri wa kwenda madhabahuni kwamba presha ya ukoo, sikia, mimi sio wa maagano yale, mimi ni wa agano langu na Ibrahim. Kwa hiyo huruhusiwi kuingia upande huu. Ulikuwa na uhalali wakati niko kule, lakini sasa niko huku. Toka, nenda kwenu. Mimi natembea katika Kristo nikiwa na afya yangu, nikiwa na baraka yangu, kwa jina la Yesu aliye hai. Kanda bayanda bosh. Jesus. Fahamuni. Inahitaji ufahamu, kwa sababu hawa watu mateso waliopata walipata bure, kwa sababu ndani ya Kristo walishakombolewa. Jesus. Jambo la pili, eneo la pili ambayo damu ilimwagika, eneo la pili, damu iliyotoka mwili mzima kwa mapigo yake. Damu iliyotoka mwili mzima kwa mapigo yake. Nisikilize, wanazuoni wanasema Yesu alipigwa viboko 39, 40 kasoro kimoja. Kwa ile mijeledi aliyokuwa napigwa 1, 2 mpaka 39. Nisikilize vizuri, yale mapigo ya mijeledi aliyoyapata yalikuwa ni maalum kwa ajili ya uponyaji wa magonjwa yetu. Yalikuwa ni kwa ajili ya uponyaji wa magonjwa yetu. Kitabu cha Isaya 53 mstari wa 5.
Isaya 53 ule mstari wa 5, Biblia inasema, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kitabu cha Petro wa kwanza ile sura ya 2 mstari wa 24. Anasema, yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, akitoa wafu kwa mambo ya dhambi, ili tuwe hai kwa mambo ya haki. Na kwa kupigwa kwake mliponywa. Na kwa kupigwa kwake mliponywa. Bwana Yesu asifiwe. Nataka uone ya kwamba Yesu alipigwa mijeledi katika mwili wake, na ile mijeledi aliyopigwa iliachilia uponyaji wa kiungu kwa ajili yetu. Kwa hiyo msalaba wa Yesu sio tu mahali pa mateso. Msalaba wa Yesu ni mahali ambapo magonjwa yalihukumiwa. Nisikilize watu wa Mungu, kila ugonjwa ulihukumiwa msalabani kwa mauti yake. Hata yale magonjwa ambayo yamepewa promotion kubwa sana huku duniani. Unajua kuna magonjwa ambayo yamepewa promotion kubwa, yanaitwa deadly disease, magonjwa ya mauti. Na tumeyapokea hayo magonjwa mioyoni mwetu kwa uzito sana, kwa sababu tunaamini ni special disease. Na ndio maana ukimwita huyo mtu mwenye hilo gonjwa mbele kwenye maombi, akiwa na magonjwa 4 na pamoja na hilo gonjwa, ukimwombea namna hii, magonjwa mengine yote yanapona madhabahuni, lakini lile moja limebaki. Kwa nini? Amelipa promotion, limeparalyze imani yake ndani yake, hawezi kumwamini Mungu kwenye hilo eneo. Nisikilize, Yesu alipoenda msalabani aliyahukumu magonjwa yote, na risiti ya hayo malipo ni damu ya Yesu iliyomwagika msalabani. Kwa hiyo una uhalali na ujasiri wa kwenda mbele za Mungu kudai uponyaji wako. Natamani jioni ya leo wainuke watu watakaokuwa na imani, yale ambayo madaktari wamesema yawezekani yakapone kwa jina la Yesu, na ukapokea uponyaji kwa jina la Yesu aliye hai. Mwambie jirani yako, leo utapona. Hajasikia? Sema leo utapona. Sasa unisikilize. Kwa hiyo magonjwa yote yamehukumiwa tayari. Kazi yetu kubwa kama kanisa ni kujua namna ya kuingia kwenye kliniki ya Yesu na kupokea uponyaji wetu, ili tufurahie kwenye maisha tulionayo. Tunaingiaje sasa kwenye kliniki ya Yesu? Na mimi nataka nikutajie jambo moja kufuatana na somo. Kwa kutumia damu ya Yesu Kristo, kwa kutumia damu ya Yesu Kristo unaweza ukapokea uzima wako. Bwana asifiwe. Sasa unapoitumia damu ya Yesu, ziko namna 3 za namna ya kutumia damu ya Yesu kama dozi, ili ziachilie uponyaji ndani yako. Namna 3. Namna ya kwanza, tumia damu ya Yesu kwa kunyunyiza. Tumia damu ya Yesu kwa kunyunyiza. Kitabu cha Waebrania 12, Waebrania sura ya 12 24. Waebrania 12:24,
Biblia inasema, na Yesu mjumbe wa agano jipya, na damu ya kunyunyizwa, na damu ya kunyunyizwa inenayo mema kuliko ile ya Habili, na damu ya kunyunyizwa inenayo mema kuliko ile ya Habili. Nisikilize. Kwa hiyo damu inaweza ikanyunyizwa, na damu inanyunyizwa kwenye eneo linalougua. Na unisikilize, eneo linalougua sio lazima uwe mwili, ni kitu chochote kinachodhoofika. Ndoa yako inaweza ikaugua, ardhi yako inaweza ikaugua, biashara yako inaweza ikaugua, chochote ulicho nacho kinaweza kikaugua. Na kwa sababu hiyo, njia ya kukiponya hicho kitu ni kwa kutumia damu ya Yesu ya kunyunyiza, ni kwa kutumia damu ya Yesu ya kunyunyiza. Maana yake lazima uwe na damu na uinyunyize kwenye hayo maeneo, na unaponyunyiza kwenye hayo maeneo unaleta uponyaji wa kiungu. Kuna mtu anauliza, sasa mtumishi, na nyunyizaje? Sasa ziko namna mbili za kunyunyiza. Namna ya kwanza, nyunyiza kwa kutamka maneno. Nyunyiza kwa kutamka maneno. Kitabu cha Waebrania sura ya 9. Nyunyiza kwa kutamka maneno. Kitabu cha Waebrania sura ya 9 mstari wa 15 mpaka 21. 15 mpaka 21. Biblia inasema, na kwa sababu hii ni mjumbe wa agano jipya, ili mauti ikisha kufanyika kwa kukomboa makosa yaliyokuwa chini ya agano la kwanza, hao walioitwa waipokee ahadi ya urithi wa milele. Maana agano la urithi lilipo, lazima pawepo na mauti aliyelifanya, kwa maana agano la urithi lina nguvu. Mstari wa 19, maana kila amri ilipokwisha kunenwa na Musa kwa hao watu wote, kama alivyoamuru sheria, alitoa damu ya ndama na ya mbuzi pamoja na maji ya sufu nyekundu na hisopo, akanyunyiza kwenye kitabu na kwa watu wote, akisema, hii ni damu yangu ya agano mlioamuliwa na Mungu. Na ile hema nayo na vyombo vyote vya ibada alivinyunyuzia damu vivyo hivyo. Sikiliza vizuri. Habari imekusomea ni ya Musa. Alipotaka kuponya maeneo, alichukua damu ya ndama na damu ya kondoo, alichukua kwenye bakuli, akatafuta na tawi, akachomvya kwenye damu, akanyunyiza kwenye hema la kukutania, akanyunyiza kwenye kitabu, akanyunyiza juu ya watu, akanyunyiza kila eneo. Na alipokuwa akinyunyiza akasema, hii ni damu ya agano mlioamuliwa na Bwana. Hakuwa ananyunyiza tu, kuna maneno alikuwa anasema, kuna maneno anasemesha. Nisikilize, ni muhimu sana unaponyunyiza kwenye eneo uambatanishe na maneno, kwa sababu damu huwa inafanyia kazi maneno unayosema. Ukiachilia damu bila neno, damu inakosa cha kufanya. Kwa hiyo damu itafanya kile unachotaka ifanye, lakini itafanya kwa kutegemea neno lako. Sikiliza, hata watu wa giza, ukienda kwa waganga atakwambia lete mbuzi, akipata damu atakuwa na maneno ya kuimbilizia. Kama alikuwa anataka ifungue milango ya kazi yake, anasemesha ile damu, kamfungulie milango ya uchumi, kafungue shamba lake. Kama anataka kufunga maisha ya mtu, anaisemesha damu. Tunafunga kwa kafara hii, maisha yake yote hatafanikiwa. Tunafunga hatima yake, anaisemesha damu kwa maneno.
Kwa hiyo unapokuwa na damu ya Yesu, usinyunyize tu damu, hakikisha una neno unasema. Kama ni shamba lako, sema nanyunyiza kwenye shamba, ardhi hautazama poza. Nimekuponya kwa damu ya Yesu, utanipa mazao na nitavuna mwaka huu kwa damu ya Yesu. Unapita kwenye shamba lako, kama ni kwenye mwili wako, nyunyiza kwenye figo, sema figo hamtakufa kwa jina la Yesu. Yesu alikufa ili ninyi muishi, na nyunyiza damu ya uhai, mtaishi tena ndani yangu. Usiachilie tu damu, semesha maneno. Musa alichukua damu kwenye bakuli, ananyunyiza, anasema maneno, anasema maneno, na yale maneno yakaenda yakawa halisi sana, yakatokea kama alivyosema. Maagano mengi ya familia yalitolewa, yalifungwa kwa kafara, lakini watu wengi wa Mungu hawajui kwamba kafara yetu ni Kristo. Aliyatoa maisha yake kama kafara, ili damu yake iende ikaongee mbele ya damu za ukoo. Zinapoongea laana kwenye familia, itume damu ya Yesu ikanene mema, ikavunja ile laana, ikavunja ile magonjwa, ikaondoa ile mipaka, ianze kunena baraka, ianze kunena mema kwa ajili yetu. Ni kafara yetu. Oh, ni kafara yetu. Haleluya, jina la Yesu libarikiwe. So njia ya kwanza, inyunyize damu ya Yesu kwa kutamka. Njia ya pili, nyunyiza damu kwa kuimwaga. Nyunyiza damu kwa kuimwaga. Na unisikilize, tunamwaga damu kwa kutumia kimiminika kilichogeuzwa kwa damu ya Yesu. Tunamwaga damu kwa kutumia kimiminika kilichogeuzwa kwa damu ya Yesu. Sikiliza, Biblia imetupa mamlaka sisi kutumia kimiminika au maji na kuyageuza hayo maji kuwa damu ya Yesu, and then hayo maji yatumike kuharibu kazi za giza na vitu vya giza kwenye maisha yetu. Hayo mamlaka tumepewa kibiblia. Kitabu cha Ufunuo sura ya 11 ule mstari wa 6. Ufunuo 11:6, Biblia inasema hao wana amri ya kuzifunga mbingu ili mvua isinyeshe katika siku za unabii wao, nao wana amri juu ya maji kuyageuza kuwa damu. Narudia, nao wana amri juu ya maji kuyageuza kuwa maji, na kuipiga nchi kwa kila pigo kila watakapo. Sisi tuna amri ya kugeuza maji kwa damu ya Yesu, na tutumie hayo maji kupiga mapigo ya nchi kila tunapotaka. Ukiamua kupiga hayo mapigo saa 8 usiku ni wewe, ukiamua mchana ni wewe, lakini tumepewa amri. Nisikilize vizuri, maandiko yanaposema kuyapiga mapigo ya nchi, mapigo ya nchi yanaweza kawa ni magonjwa, mapigo ya nchi yanaweza kawa ni laana, mapigo ya nchi yanaweza kawa ni vifungo vya adui. Tumepewa mamlaka ya kuomba kwa ajili ya maji na kuyabebesha uwezo uliomo ndani ya damu ya Yesu na imani yetu katika damu yake. Tunapoyamwaga yale maji kwenye mashamba, tunamwaga kwenye maofisi, tunamwaga kuzunguka nyumba zetu, chochote cha giza kwenye yale maeneo kitaharibiwa. Kila uganga uliopandwa kwenye ile eneo utatoka nje na vitu vya giza vitakufa. Kwa nini? Damu ya Yesu inapomwaga, sio tu damu, mtu wa Mungu, nilikwambia damu ya Yesu ni moto. Tunaposema kwa damu ya Yesu, sisi tunaona ni damu, lakini ulimwengu wa mapepo yanaona ni moto kwao. Kwa unapomwaga yale maji, unamwaga moto kwao, unamwaga moto kwao, kwa jina la Yesu aliye hai. Jesus. Hallelujah. Kwa hiyo unaweza ukanyunyiza kwa kumwaga.
Hiyo njia ya kwanza ya kutumia damu ya Yesu. Njia ya pili, tumia damu ya Yesu kwa kuinywa. 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 Nisikilize vizuri. Tunakunywa damu ya Yesu tunaposhiriki sakramenti ya meza ya Bwana. Na mara nyingi tunaposhiriki sakramenti ya meza ya Bwana tunakuwa na mkate na divai. Divai inasimama badala ya damu ya Yesu. Mkate unasimama badala ya mwili wa Kristo. Unapokula ule mkate kwa imani na kunywa kwa imani, unaruhusu uzima ulio katika Kristo kuingia ndani yako. Nishirikize vizuri. Wakati wa kushiriki mkate na divai, jambo la msingi sio tu kushiriki, ni imani yako. Imani yako ndio inayopokea uwezo, uzima, msaada ulio katika damu yake uingie ndani yako na ukuponye kabisa, na ufungue afya yako na kukuweka huru. Ukishiriki sakramenti ya meza ya Bwana kidini, utakuwa umekunywa juice kama juice ya kawaida, na utakuwa umekula mkate kama mkate wa kawaida. Hakuna kitu itafanya kwenye maisha yako. Itakuacha na mateso yako kama ulivyo. Na watu wengi sana wanashiriki meza ya Bwana kimazoea mno. Nisikilize vizuri. Kuna nguvu ya ajabu mno ya uponyaji unaposhiriki meza ya Bwana. Kwa uzoefu niliokuwa nao kwenye utumishi, nimehudumia watu wengi sana kwa kushiriki meza ya Bwana. Kuna watu tuliomba nao sana kwa ajili ya vidonda vya matumbo yao. Tulipogeuza maji kuwa damu, waliposhiriki vidonda vilikauka ghafla. Kuna watu walikuwa hawezi kupata watoto, labda akapata mtoto mmoja tu au wawili au watatu, lakini anatamani kuongeza, adui kafunga tumbo. Tumeomba kila maombi, imeshindikana. Unaposhiriki meza ya Bwana, unaenda kuhukumu kila kilichokufunga. Maandiko yanasema wana wa Israeli waliposhiriki Pasaka, wakaweka damu kwenye miimo. Mungu akasema, kwa sababu ya damu yenu usiku huu nitaihukumu miungu ya Misri na kuwatoa kwenye nchi hii. Maana yake nini? Kilichowashikilia Misri haikuwa tu Farao. Kuna miungu iliwashikilia. Kuna mtu amekwama kiafya, umekwama kiuchumi, na kuna jambo limekushika rohoni. Unaposhiriki sakramenti, Mungu anaachilia hukumu kwa roho iliyokushikilia, na inakupa baraka uliyotakiwa uipate kwenye maisha yako. Bwana asifiwe. Sasa unisikilize. Tunaposhiriki meza ya Bwana au kunywa damu iliyogeuzwa kuwa damu, vitu hivi vinatokea. Ya kwanza, unaimarisha afya yako. Unaimarisha afya yako. Sikiliza. Wana wa Israeli walipokuwa natoka Misri, cha kwanza walishiriki Pasaka. Walipokunywa ile Pasaka, Biblia inasema walitembea miaka 40 na hakuwepo hata moja kati yao aliyekuwa dhaifu. Kwa hiyo hatushiriki tu sakramenti kidini, tunashiriki kwa ajili ya kuimarisha afya zetu. Na sio lazima ushiriki mara moja au kanisani. Unaweza kushiriki kila mwezi na familia yako. Sio kwamba unaumwa, unalinda afya yako, unaimarisha afya yako. Unashiriki kwa ajili ya kuimarisha afya ya kwako. Nisikilize. Kila mwisho wa mwezi huwa nakuwa na maombi kwa njia ya simu na watu mbalimbali. Na ni maombi ambayo tunapomaliza ni ya siku 3. Tunakuwa na meza ya Bwana. Na ibariki ile meza ya Bwana kila mmoja anakokuwa nyumbani kwao. Tukiwa kwenye maombi, kuna mtu mmoja amekaa kwenye kifungo cha kutokupata mtoto zaidi ya miaka 10 na kidogo. Aliposhiriki ile sakramenti,
Nilimshirikisha hata mama pia ushuhuda. Aliposhiriki mwezi wa 11, mwezi wa 12 vifungo vikakatika. Kwa mwezi wa 12 akapata ujauzito. Kwa hiyo ana miezi kama 3 sasa ya ujauzito ndani yake. Ni kitu ambacho kilikuwa hakiwezekani. Listen to me. Damu ya Yesu sio tu damu, ni silaha mkononi mwako. Unaweza ukaitumia kuharibu vya giza na kulinda familia yako ikakaa salama. Jamani, haleluya, haleluya. Lakini njia ya pili, damu ya Yesu au sakramenti ni kwa ajili ya uponyaji. Sio tu kwamba inaimarisha afya, lakini inaponya afya yako. Inaponya afya yako. Kitabu cha Yohana ile sura ya 6 kwa ajili ya uponyaji. Yohana 6:53. Yohana 6:53 na 54. Biblia inasema, basi Yesu akawaambia, amini amini nawaambieni, msipoula mwili wake mwana wake. Narudia. Basi Yesu akawaambia, amini nawaambieni, msipoula mwili wake mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Hamna uzima ndani yenu. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu ana uzima wa milele. Ana uzima wa milele. Nisikilize. Kwa hiyo kula au kunywa damu ya Yesu ni kupokea uzima ndani yako. Ni namna ya kupokea uzima. Anayekunywa damu yake anakunywa uzima wake, anapokea uponyaji wake, anapokea afya yake. Bwana asifiwe. Muda wetu umeisha.